Okay. Now, Bwana asifiwe. So wiki iliyopita kuna mpendwa alisuggest tuzungumzie hii hali ya Trinity, ya utatu wa Mungu. Na wote wakasema ni vizuri tuzungumzie jambo hili. Na nataka tulizungumzie kwa mtazamo wa kibiblia. Hili Trinity. Trinity ni kumaanisha kwa utatu. Na kwa nini Mungu anazungumzia kwamba kwa utatu? Mungu anazungumzia kwa utatu jinsi anavyotenda kazi yake miongoni mwetu. Bwana asifiwe. Unajua Mungu hakuumba tu ama tu kupatikana bila mpango Mungu. Sisi binadamu tumepatikana kwa mpango Mungu. Dunia imeumbwa kwa ajili ya sisi. Sijui kama tunaelewa. Bwana asifiwe. Dunia imeumbwa kwa ajili ya sisi. Wajua wakati mwingine nilikuwa nikisoma hizi hali za planets na nini, nikapata wale watu ambao wanafikiria kwamba hakuna Mungu ati vitu wenyewe vilijiform ni watu hawafikirii vizuri na they are liars, ni waongo wa namba moja. Because ukiangalia dunia tunapumua vizuri kwa sababu ya zile layers za air ambazo zimefunika dunia. Bwana asifiwe. Ndio zinafanya saa hii tunapumua vizuri, na pia jua likiwaka tunaweza kuota vizuri. Lakini kama sio hivyo, hata vitu vingi kwa dunia ingekuwa vinaugua. Bwana asifiwe. Lakini tunaota jua vizuri, alafu mvua inanyesha, mazao yanatoka, ni kwa sababu ya ile environment imewekwa kwa earth, sababu ya sisi. Bwana asifiwe. Planet zingine ziko dry, ndio unaona watu wakienda huko mpaka wakuwe na air ya kubreathe. Lakini sisi hapa ndio unaona ukianza kutoka ukienda juu, ukishapita layers kadhaa unaanza kukosa hewa ya kupumua. Ndio ujue kwamba Mungu aliumba dunia purposely kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo zina umuhimu sana kwa ajili ya dunia. Ndio wanasema solar system nini na nini. Ndio unaona zinasaidia, kuna vile zinasaidia. Ndio unaona dunia imeumbwa kwa hali inazunguka, na vile inavyozunguka pia inazunguka ikienda juu na ikirudi chini. Inazunguka ikienda juu ikirudi chini, ili kuhakikisha hili joto linafika kila sehemu. Bwana asifiwe. Hili joto linafika kila sehemu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu usifikirie kwamba hivi vitu vilipatikana tu, ni kwa sababu hiyo. Na hali hizi zote Mungu alikuwa amekusudia from the beginning. Kwa hivyo wakati nasema Trinity inamaanisha vile Mungu alipanga kufanya mambo. Na ndio tunaona ya kwamba tunaposoma Genesis, hebu tusomee Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Genesis chapter 1 verses 26 and 27, maandiko yanasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Amen. Bwana asifiwe. So point hapa ni kuona ya kwamba Mungu alipokuwa anazungumza, alikuwa anazungumza kwa hali ya kwamba he is not alone. Bwana asifiwe. Hakuwa peke yake. Alafu tunaona ya kwamba kulingana na
theology ni kwamba Mungu ndio hupanga, mwana anakuja kutekeleza. Bwana asifiwe. Mungu hupanga, alafu mwana anakuja kutekeleza. Na Roho Mtakatifu anakuja kucultivate kilicho tengenezwa, kilichoanzishwa ama kushughulikiwa na mwana. So Roho Mtakatifu ni ule kuendeleza hicho kitu kikamilike. Ndio unaona ya kwamba Bwana asifiwe. Katika hali hizi zote Mungu anapoumba dunia anasema na tuka. Wakati anakuja kuleta promise ya Isaac, Mungu alionekana kwa Abraham wakiwa wangapi? In 3 forms. Abraham aliona watu wangapi? 3. Lakini alipoenda kusujudu, alisujudu asifu anasujudu kwa Bwana mmoja. So ni mpango wa Mungu, alipanga ili ieleweke yeye hafanyi peke yake. Yeye ana mwingine wanaofanya kazi na yeye. Bwana asifiwe. Ako na wengine wanaotenda kazi pamoja nao. Lakini ni yule Mungu anayefanya mambo yake. Bwana asifiwe. Even right now niko hapa mimi nahubiri, lakini Mungu anayenitumia kuhubiri, kufanya hii kazi ni Mungu mwenyewe anayetenda, lakini anaitenda. Kwa hivyo katika hali ya maumbile na mipango ya wokovu, unaona yeye ni plana na mwanawe ni wa kutekeleza. Bwana asifiwe. Hebu tusomee Ephesians chapter 3 verse 1 to 12. Tuone inasema vipi. Waefeso mlango wa 3 mstari wa 1 hadi 12. Maandiko yanasema hivi: kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo myasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utabiri wake Kristo usiopimika, na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadri ya kusudi la milele alilokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Amen. Amen. Umefika verse 12. Endelea hadi 15. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu, zilizo utukufu kwenu. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Unaona,
hapa anazungumzia kuhusu Yesu kwamba kwake na vitu vyote viliumbwa. Bwana asifiwe. Nao tunapokuja sasa kwa Yesu Kristo, tunaona ya kwamba vitu vyote viliumbwa. Kuna verse hapa nilikuwa nataka kuna mstari nilitaka tuzungumzie hapo, ambayo nasema kwake Yesu vitu vyote viliumbwa. Sijui kama unaweza identify huu mstari. Verse 9. Bwana asifiwe. Hebu tusomee hiyo verse 9. And to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Amen. Bwana asifiwe. Unaona kwamba alifanya vitu vyote kupitia kwa Yesu Kristo. Hivi ni vitu vilipangwa from the beginning. Na ndio tunaona wakati Yesu Kristo anazaliwa, Mungu anamleta Yesu Kristo kama mwana wake. Bwana asifiwe. Anamleta kwetu kama mwana wake. Kwamba na yeye sasa ndio inaonekana hapa, yeye ndiye anatekeleza kila jambo. Na jambo hili, haya mambo anayetekeleza ni yale yametoka kwa Mungu. Wacha tusome John chapter 5 verse 17 to 30. John chapter 5 verses 17 to 30. The Bible says, "But Jesus answered them, My Father has been working until now, and I have been working. Therefore the Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his Father, making himself equal with God. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do, for whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son, and shows him all things that he himself does. And he will show him greater works than these, that you may marvel. For as the Father raised the dead, and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him." Amen. Hebu tufika hapa alafu tusomee chapter 8, 16 to 18. John chapter 5 verses 8 to 16. No, John chapter 8, 16 to 18. John chapter 8 verses 16 to 18. The Bible says, "And yet if I do judge, my judgment is true. For I am not alone, but I am with the Father who sent me.
It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one who bears witness of myself, and the Father who sent me bears witness of me. Amen. Bwana asifiwe. Now tunaona hapa vile Mungu ameweka Yesu Kristo wakati amekuja in that position ya mwana wa Mungu. Ametumwa. Anafanya kila aliona Baba anafanya. Si tunaposoma maandiko tunaona huyu ni Mungu anayetenda. Lakini vile Mungu ameweka kwamba huyu ni mwana wake anayotenda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu kwa hali hii anatumia the Son. Na huku kwengine anabaki katika position yake kama Mungu. Hivyo ndio kwa sababu ameleta hii picture kwamba kuna Baba, kuna Mwana na kuna Roho. Ili wakati mtoto anapozaliwa tunamuita Yesu, Mungu anatarajia tupate kuelewa ya kwamba yeye hawezi zaliwa. Bwana asifiwe. Lakini sasa anayezaliwa anasema huyo ni mtoto wa my son. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu ni yeye mwenyewe anayetenda hayo yote. Tunajua ni Mungu alikuja kutuokoa. Lakini anataka tupate kuelewa kwamba ni mwana wake aliyekuja kutuokoa. Maana yake huyu mwana wake atazaliwa na binadamu. Bwana asifiwe. Na aishi miongoni mwetu. Na tumsulubishe. Lakini Yesu Kristo wakati anaenda kusulubishwa anaitana Baba na anasema kikombe niondolee. Bwana asifiwe. Niondolee kikombe hiki. Kama sio hivyo, yani iwapo inamaanisha ni Mungu anayetenda. Kwa hivyo hapa Mungu anatuokoa kupitia kwa mwana wake. Na huo ufahamu ndio Mungu anataka tupate kujua. Yeye ni Mungu ambaye habadiliki. Praise the living God. Kwa hivyo katika hali ya kuja kutuokoa anatumia mwana wake. Ni mpango wake, but anatumia mwana wake. Bwana asifiwe. Ndio unaona Biblia inasema Mungu akamtuma mwana wake kuja kutuokoa. Katika John 16. 3:16. Hebu tusomee hapo tafadhali. Yeah, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Bwana asifiwe. Unaona? Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Lakini tunaposoma maandiko tunakuja tunaona inakuwa ni kama ni sehemu Mungu anayetuokoa. Bwana asifiwe. Lakini hapa Mungu anatuonyesha ya kwamba alimtuma mwana wake. Wakati ambapo anaumba Adam na Eve, alisema njoni tukaumbe. Bwana asifiwe. So hali zote tunajua ni Mungu, lakini anafanya kazi kwa utatu ndani ya maisha yetu, ili ya kwamba tujue yeye kama Mungu hawezi kutoshea ndani yetu. Lakini sasa anaweka Roho wake atakuja aishi ndani yetu. Bwana asifiwe. Mwana wake atakuja azaliwe. Mwana wake atazaliwa na atatembea miongoni mwetu, nasi tutamsulubisha. Naye atakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili atupatanishe na Mungu Baba. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo gospel ndio inatakana tupata kuelewa vile Mungu anafanya kazi kwa utatu. Ni yeye anatuokoa,
Lakini sasa katika salvation anatumia mwana wake. Bwana asifiwe. Katika kutuongoza anatumia roho wake. Lakini anapotumia roho wake, tujue kwamba yeye angali on the throne. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. So sisi ni hekalu la Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Sio Mungu amehama katika kutoka kwa kiti chake cha enzi amekuja anaishi ndani yetu. Sasa hapana, ni kwamba tujue ya kwamba anafanya kazi kwa utatu. Kuna Roho, kuna Mwana na kuna Mungu Baba. Sasa ndio hapo unaona kuna Mungu Baba. Bwana asifiwe. Kuna Mwana na kuna Roho Mtakatifu. Mwana ni aliyekuja kutufilia kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana asifiwe. Ili ya kwamba hatuwezi weka direct tuseme tulisulubisha Mungu wetu. Mungu alikuja kutuokoa, tukamsulubisha, akakufa, tukamzika na akafufuka. Hapana. Ili tujue Mungu alimtuma mwana wake wa pekee na akaja akakufa kwa ajili ya dhambi zetu, ili wote watakao muamini na kutubu dhambi zao wasamehewe. Praise the living God. Sijui kama tunaenda vizuri, na ndio tukuja na maswali. Hiyo ndio utatu, vile Mungu anafanya kazi kwa utatu. Ni yeye mwenyewe anayefanya, lakini ameweka ile sehemu atafanya kazi through the Son. Atafanya kazi through His Spirit. Atatuongoza kupitia kwa Roho wake. Atakuongoza kupitia kwa Roho wake. Bwana asifiwe. So every time natakana ujue kwamba Mungu ako kwa kiti chake cha enzi. Mungu Baba kwa kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu yuko pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu yuko pamoja, lakini every time najua Mungu ako kwa kiti cha enzi. Wakati sasa katika address yangu napo sasa address sasa ndio sasa inatakana niangalie sehemu ya mwana. Mwana aliplay which role? So I address that him kulingana vile role yake vile ilikuwa ina play. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Bwana wangu iko sawa. Yesu Mwokozi wangu iko sawa. Lakini siwezi sema Yesu Mungu wangu ama Yesu Baba yangu. Maana yake yeye ni Mwokozi, yeye ni Bwana, yeye ni mfalme. Bwana asifiwe. So nikisema Yesu Mungu wangu, nikiwa na address kwamba Yesu ndio Mungu wangu kulingana na gospel, nimeharibu. Now inamaanisha there is no father na hakuna Mungu, ni Yesu ndio Mungu na ndio Baba. Lakini sasa tunapokuja kwa maandiko tunaona inasema Yesu akasema nimetumwa, zungumzeni kwa Baba katika jina langu. Anatudirect to the Father through his name. Tutumie jina lake tunapoenda mbele za Baba. Tutumie jina lake. Bwana asifiwe. Anatuelekeza tumie. Alafu tunapoona wakati mitume walipoanza kazi, unaona, hebu tusome katika nakili ya kweli. Sija nakili hapa. Ili ninakili mahali hiyo siku ya hapa. Whereby mitume walitambua hizo position zote. Every time walirefer Yesu mwana wa Mungu, Mungu na mwana wake Yesu Kristo
aliyekuja kutuokoa. Bwana asifiwe. So ndio naona kwa ule utatu, ndio naona Yesu alieleza, mnapohubiri injili wote watakaoamini muwapatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Yaani ya kwamba tupata kujua kwa utatu au wanafanya kazi pamoja. Bwana asifiwe. Wanafanya kazi pamoja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunapokuja katika hali ya wokovu ama katika hali ya maombi, tuna address God the Father. In Jesus name, Yesu aliyekuja kutufilia, tukijua kwamba ni same God who came to save us. Lakini vile Mungu ameweka ni tujue ni mwana wake aliyekuja kutufilia msalabani, ili Mungu Baba atusamehe dhambi zetu. Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Ili Mungu atusamehe dhambi zetu. Hebu tusome mahali katika tuone hapa katika Luke. Hebu tusome Luke 23 verse 33 to 34. Luka mlango wa 23, mlango wa 33 na 34, maandiko yanasema, na walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Amen. Hallelujah. Unaona Yesu hata wakati anasulubiwa ilikuwa inaonyesha yeye anasulubiwa, lakini kuna Mungu kwa kiti, on the throne. Bwana asifiwe. Yeye anasulubiwa, lakini kuna overall authority ambayo iko juu, whereby anaomba awasamehe hao wanaomsulubisha. Na hivyo ndio vile ilivyokuwa wakati wa ubatizo. Wakati anabatizwa, Roho Mtakatifu akishuka na sauti inatoka juu, huyu ni mwana wangu. Sasa Mungu alikuwa anatuzungumzia ili tujue ya kwamba ambaye anabatizwa si mtu wa kawaida, bali ni mwana wa Mungu, na amekuja kwa hiyo mission ambayo ni muhimu ya wokovu, kuja kutuokoa kutoka katika dhambi zetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sauti ilitoka mbinguni ikisema, huyu ni mwana wangu nimpendaye. Lakini yale yote Yesu aliyatenda, unaona hapa ndiye anasema alitenda yale aliona Baba akitenda. Alitenda yale alitumwa aje akatenda. Kutumwa na nani? Na Baba, na Mungu Baba. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome John chapter 12 verse 49 to 50. Yohana mlango wa 12 mstari wa 49 na 50. Maandiko yanasema hivi, kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka, yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema. Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia, ndivyo ninenavyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
So katika ile hali inatupa mtazamo ya kwamba tujue kuna Mungu Baba, alafu kuna Mwana, alafu kuna Roho Mtakatifu. So Yesu wakati alikuwa anafanya mambo haya alikuwa anatufundisha, alikuwa anatuelekeza ili tusishika zile miujiza anazotenda tuanze kuchukua yeye ndio Mungu. Alitaka tuweka focus yetu kujua kwamba kuna Mungu Baba mbinguni. Bwana asifiwe. Kuna Mungu Baba mbinguni. Haya yote na hata kutuambia yote ilikuwa ni kutufundisha sisi kujua kwamba wakati alikuwa anatembea na sisi amekuja kutuokoa, amekuja kutupatanisha na Mungu. Amekuja, na ndio unaona katika maombi, muombe kwa Baba katika jina langu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now, alafu tukisoma Corinthians, hebu tuangalia Corinthians chapter 15, 23 to 25. 1 Corinthians 15, 23 to 25. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 23 hadi 25. Maandiko yanasema hivi: lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti ya miliki yeye, hata waweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Ebu soma kwa Kiingereza. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ's at his coming. Then cometh the end. Then he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. Amen. Bwana asifiwe. Unaona hapa inaonyesha Yesu Kristo baada ya kuweka maadui zake wote chini na kushinda atarudisha ufalme kwa Baba. Bwana asifiwe. Atarudisha ufalme kwa Baba. Hii yote ni kutufundisha, utupata kujua even wakati alikuwa hapa kulikuwa na Mungu kwa kiti cha enzi. Ile anapotuokoa, anatuokoa. Kwa hivyo anatuonyesha Yesu ako na nafasi yake na Mungu ako na nafasi yake. Bwana asifiwe. Ndio unaona wakati Stephen anapigwa mawe, alipoangalia juu, aliona Yesu Kristo amesimama kando ya mkono wa kulia wa Baba. Hebu tusome hapo, nafikiri ni Matendo ya Mitume chapter 7 verse 56 to 57. Mistari miwili. Matendo ya Mitume mlango wa 7 mstari wa 56 na 57. Maandiko inasema hivi: akasema, tazama, naona mbingu zimevunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Haleluya. Amen. Unaona Stephen wakati anapigwa na mawe akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, alipotazama juu aliona Yesu akiwa amesimama kwa mkono wa kulia wa Mungu. So hii picture unaona inatupatia tupate kujua yani position ya Yesu Kristo as a son and God the Father. Bwana asifiwe.
Alafu tusome hapa, tuangalie hapo, manake tunazungumzia hapa kwa sababu tunadwele hapo zaidi kwa sababu ya hali nyingi na nyimbo nyingi tunazotunga. Hebu tusome 1 John chapter 4 verse 12 to 15. First John chapter 4 verses 12 to 15. The Bible says, no man has seen God at any time. If we love one another, God dwells in us, and his life is perfected in us. Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he has given us of his Spirit. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwells in him and he in God. Bwana asifiwe. Amen. Yeyote anayepata kuelewa hiyo vile Mungu anafanya kazi. Bwana asifiwe. Amen. Anayeelewa vile Mungu anavyofanya kazi, anayeelewa who Jesus is, na hilo ndio jambo naona Uislamu mara nyingi wana challenge wa Kristo, wanasema nyinyi Mungu wenu alikufa, mlisulubisha Mungu wenu. Manake ni sisi tunajaribu kuleta kila Mungu anatufunulia the way anafanya kazi yake, tunaleta, tunaanza kuzungumza, lakini hatutembei na gospel vile Mungu ameiweka kwamba he sent his son. It is his son who did it. It was his son. That was not God, was the Son of God who came to die for our sins. But knowing it was God himself in the flesh who came to save us. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati unasema Yesu ni Mungu, inamaanisha ya kwamba our God can die. Tunaweza msulubisha, tunaweza mguza, na hapa imesema ya kwamba hakuna mtu amewahi kuona Mungu. Now, hii mystery ya Mungu, sisi tunapoisoma ndio tunaanza kuambia Mungu hapana, tumesoma Biblia, tumeona Mungu, Yesu ni Mungu. Na hapa inatueleza vizuri, yeyote ambaye anayetambua Yesu kwamba ni mwana wa Mungu, Bwana asifiwe, inatakana tutambue kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. So mtu anapokuuliza about Jesus, he is the Son of God. He is our Savior. He is our Lord. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siwezi kuaddress Yesu as a God. Nitamuaddress as Savior, our Redeemer, our Deliverer, our Lord. Bwana asifiwe. Hivyo ndio na address Yesu. Our Lord, our Savior, our Redeemer, our Deliverer, Son of God. Wapendwa, Bwana asifiwe. So hiyo ndio address nzuri ambayo from the gospel ambayo inatakana to address Jesus. But knowing kila kitu hiki ni Mungu mwenyewe anafanya. Bwana asifiwe. Tunajua ni Mungu mwenyewe anayetenda. But sasa kulingana na Injili hapa Mungu ametumia mwana wake. Na hiyo ndio naona huwezi kupata jina Jesus in the old, but utapata Messiah, utapata Son of God. Now mtoto anapozaliwa tunamuita Jesus na anakuja kutumia hayo majina, Messiah, Son of God. Bwana asifiwe. You know, in the Old Testament unapata Messiah, unapata Son of God. So katika Old Testament unapata kwamba kuna mahali linakili Son of God, meaning Mungu alileta that revelation that kuna mwana wa Mungu atakuja kutokea. Kuna mwana wa Mungu. Now Messiah atakuja kuokoa ulimwengu. Lakini jina Jesus ni wakati Mary alijifungua mtoto. Bwana asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na hata hivyo, hata Mesaya, hatuwezi kuita Mesaya Mungu. Because katika Biblia, Mesaya imetumika, Mungu ndiye aliahidi kwamba he will send the Messiah. Atatuma Messiah kuokoa. Kwa hivyo still hatuwezi address Messiah as God. Tuta address Messiah as Savior who was promised to come. Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kwa hivyo address nzuri kwa Yesu Kristo, address nzuri kwa Yesu Kristo, Savior, Son of God, Messiah, our deliverer, like that. But now, in that, tukiconsider kwamba kuna God Father. Bwana asifiwe. Sikuwa naangalia saa. Nataka tufika hapo. Tukuje next week, tafadhali. Ike passes. Ama tuandike maswali. Tukuje. Ama kuna mtu alikuwa na swali ile sahi ambalo utasahau because of time. Sikuwa nimeangalia huko mbele.